Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko amewataka mawakili wa serikali kuitetea serikali kwa nguvu zote, ikiwa ni pamoja na kutenda haki katika utungaji wa sheria katika kuondoa manung'uniko katika jamii. Mheshimiwa Biteko amesema hayo Aprili 15 mwaka 2025 jijini Dodoma wakati akifungua mkutano mkuu wa chama cha mawakili wa serikali. Wito wangu kwenu, kila mnachokifanya kwenye madawati yenu, mshauri kwa haki bila kumwogopa mtu. Ikiwa linamkwaza yeye anayeshauriwa, fanya kazi yako ya kushauri, alafu mwachie yeye aamue. Jambo la pili ni utetezi. Wakati wote mtakapokuwa kwenye majukumu yenu, fanyeni kazi ya kuitetea serikali yenu. Maana ninyi ndio waanzilishi wa mambo yote. Hata kama sheria zinatungwa zile zinazoanzia serikalini, architect wa kwanza anayetengeneza mchoro wa hiyo sheria bila shaka ni timu hii tulionayo mbele yetu. Nendeni mkatetee serikali wakati wote, mkatende haki, ionekane haki inatoka mikononi mwenu. Kama alivyosema msemaji mmoja aliyetangulia, ifanyeni haki kuwa rafiki yenu, na sio rafiki wa mtu bali rafiki wa haki. Kila anayetoka mbele yenu atoke na tabasamu kwa haki nimeiona ikitendeka. Yule atakayekosa haki atoke ameridhika kuwa hakustahili, na yule atakayeadhibiwa adhibiwe moyoni mwake akijuta ya kuwa alikosea. Usiwafanye watu watakapotoka watoke na manung'uniko mbele yenu kwa sababu tu wanaamini katika mazingira ya aina fulani kuna haki imepindishwa. Ninyi mkawe upande wa haki wakati wote, na mkutano huu muutumie wakati wote kukumbushana wajibu wenu. Akijibu maombi ya chama hicho cha mawakili wa serikali ya kupatiwa viwanja vya kujenga ofisi na fedha kwa ajili ya kuendeleza chama hicho, naibu waziri mkuu huyo amesema, nimesikiliza risala yenu na maombi kadhaa niliyoyaona. Maombi niliyoyaona hapa ni matatu. Mheshimiwa Waziri na Mwanasheria Mkuu wa serikali, wewe ambaye ndiye mlezi wa timu hii, ombi la kwanza la kuomba kukamilishwa kupatiwa viwanja Dodoma na Arusha ili kujenga makao makuu ya chama, ili si jambo kubwa sana la kufanya mawakili hao leo kwenye mkutano huu walisema. Mkutano mwingine unaokuja wa mwakani iwe kwenye risala, sielezwe tu. Hali kweli Mwanasheria Mkuu wa serikali tunakosa ardhi ya kuwapa Dodoma mahali tunapojenga makao makuu ya nchi? Wanataka Arusha. Yaani serikali tunaweza kukosa kiwanja kama tunaweza kuvutia wawekezaji mahali mbalimbali tukaambia njooni tutawapa na ardhi. Mawakili wetu tunashindwaje kuwapatia ardhi kwa ajili ya kujenga ofisi kwa ajili ya huduma ya serikali? Au lile lililosemwa kwamba wanahitaji rasilimali fedha, na tena watu hawa wema hawakusema kiasi kikubwa, wameomba bilioni 1. Kwani Mwanasheria Mkuu wa serikali, wewe na Wizara ya Fedha tunashindwa kweli kutafuta bilioni 1 kwa ajili ya kuwasaidia mawakili wanaofanya kazi za serikali? Naomba tu niagize kwako Mwanasheria Mkuu wa serikali kwa kushirikiana na wizara. Moja, hivi viwanja vipatikane. Risala inayokuja mwakani, mgeni rasmi atakayekuja asikute hili jambo linatajwa. Hii kama wameomba bilioni 1 kupitia budget yenu, na sasa tuko kwenye mipango ya budget, na hawa ni wajanja, wanajua wakati gani wa kuomba. Wameomba kipindi cha maandalizi ya budget. Hapa hakuna jibu linalosema sasa jamani budget imeshapita, mtupe muda tukaangalie vifungu mwaka unaokuja wa fedha tuangalie vote. Budget ndio kwanza tumeanza. Ofisi ya Waziri Mkuu, Mwanasheria Mkuu wa serikali, nitafurahi mno kuona hili jambo linafanyika bila kusubiri. Kwa upande wake, naibu waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Jumanne Sagini ametaja baadhi ya changamoto zinazoshughulikiwa na wizara yake, huku mmoja wa waanzilishi wa chama hicho ambaye pia ni waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Profesa Aidan Palamagamba Kabudi, akiwataka mawakili wa serikali kufanya kazi hiyo ya utoaji wa haki kwa kumtanguliza Mungu pekee. Zipo baadhi ya changamoto ambazo sisi wizara na Mwanasheria Mkuu wa serikali tumeanza kuzifanyia kazi. Moja ikiwemo swala la muundo kwa wanasheria wote wa serikali watambulike kama mawakili wa serikali, kwa kuwa hilo ni takwa la kisheria.
Sisi wizara tumepitia na kupendekeza marekebisho ya muundo ambayo tuna imani utapita na wanasheria wote wataitwa mawakili wa serikali baada ya kukamilishwa jukumu la hilo na ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Hata hivyo, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, yapo baadhi ya masuala yanahitaji kupewa nguvu zaidi, ikiwemo kwa baadhi ya waajiri kutowalipia ada za wanachama utumishi wao, na hili lilikuwa ni miongoni mwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais tangu tarehe 29 Septemba 2022 alipokuwa anazindua chama hiki. Baadhi ya waajiri kutowalipia nauli na posho za kujikimu watumishi wanapokuja kushiriki mkutano huu mkuu ambao ni muhimu kwao, kwani katika mkutano huu unafanyika uchaguzi wa viongozi wapya na hivyo wanachama wanapoteza haki yao ya kushiriki uchaguzi. Sababu waanzilishi wa chama chochote ndio wanaojenga utamaduni wa hicho chama, ndio wanaojenga haiba ya hicho chama, ndio wanaojenga taswira ya hicho chama, na nyinyi mmejenga taswira nzuri ya chama hiki, na naamini baada ya uchaguzi watakaofuata wataendeleza hayo mema yaliyopo. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, mara nyingi wanasheria tumezoea kujiita marafiki wa mahakama, friends of the court, lakini mimi niwakumbushe wanasheria tunatakiwa kuwa marafiki wa Mungu, friends of God, kwa sababu mwisho wa siku swala lote la haki, hakimu aliye kamili na hakimu wa haki asiye na doa wala wa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wote ambao tumepewa jukumu hili hatuna budi kulifanya kwa unyenyekevu, kwa hofu, kwa woga, ili tuendelee kuwa marafiki wa Mungu katika kazi hii ambayo ni yake mwenyewe. Naye mlezi wa chama hicho cha mawakili wa serikali ambaye pia ni mwanasheria mkuu wa serikali, Mheshimiwa Hamza Johari, ametumia mkutano huo kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa kwa chama hicho. Naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa katika kukilea chama hiki. Mheshimiwa Rais baada ya kukizindua ameendelea kukilea chama hiki kwa ufadhili kwa kipindi cha takriban miaka mitatu kama tulivyosikia kwenye hotuba ya Rais. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na sisi sasa wajibu wetu ni kuhakikisha tunasonga mbele na kuhakikisha kwamba hatumwangushi na tunafanya vizuri. Lakini tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anavyoliongoza taifa letu, lakini na namna ambavyo tumeshuhudia na kufanya mageuzi makubwa ya kiuchumi kupitia mabadiliko mbalimbali ya sheria ambayo wote kama tunavyofahamu, bila misingi mizuri ya sheria uchumi hauwezi kukua. Tumeshuhudia mabadiliko ya sheria mbalimbali, kwa mfano sheria ya ununuzi wa umma, sheria ile ya uwekezaji, Public Private Partnership Act, sheria za kodi, sheria ya madini, sheria ya benki kuu na sheria zingine nyingi ambazo kwa kipindi chake zimefanywa marekebisho na hivyo kuwa chachu ya ukuaji wa uchumi. Mimi naweza kuziweka sheria zote hizi na mabadiliko yote haya kwenye kapu moja zuri ambalo unaweza kuliita Mama Samia Doctrine of Law, ambayo kipata mwandishi mzuri akaiandikia hiyo Mama Samia Doctrine of Law na kuitafsiri kwa matendo yale yote ambayo ameyafanya katika kurekebisha sheria hizi ili zichagize ukuaji wa uchumi, ataandika concept nzuri. Kauli mbiu ya mkutano huu inasema utawala wa sheria katika utekelezaji wa majukumu ya serikali ni nguzo muhimu katika kufikia malengo na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Kwa hakika kauli mbiu hii ni muhimu sana na inahitaji mazingatio makubwa miongoni mwetu. Ni dhahiri kuwa ili utekelezaji wa dira yetu mpya ya maendeleo 2050 ifanikiwe, inahitaji kila mmoja wetu kutekeleza vyema majukumu yake, ambapo kwa kufanya hivyo tutadumisha utawala wa sheria na upatikanaji wa haki katika nchi yetu. Na mimi nawatakia kila la heri kwenye uchaguzi huu. Sijui ni nani anagombea, na nilichosema hakimaanishi chochote kwenye kuinfluence uamuzi wako. Ni ushauri wa mgeni rasmi
kwenye tukio la chama kikubwa kwa maaskari wa Karama. GMTV Dodoma.